mazingira ambayo hata kama haupo, hata kama huyo baba wa kama pawa mama mwingine, lakini mtoto awe na msingi wa kuweza kujisimamia, hataweza kuteseka. Nazungumza hivyo nikiwa mfano haya. Mimi ni mtoto yatima, wazazi wamekufa nikingali bado shule ya msingi. Siwakumbuki. Nimeishi katika mikono ya watu tofauti tofauti. Lakini endelea kumlea hivi. Endelea kumlea hivi unapoona wewe. Na wewe unawaambia hawa watoto si wa Kristo, ni wapagani. Wapatieni malezi. Haya, waleteni waende kwenye makazi, mnatizama. Tunakaa wanataka kuteseka huko, kuna baridi, kuna mbu. Haya. Tutakuzika kesho. Mbu atamng'ata kweli kweli na atakuwa chokora. Wapeni nafasi watoto waende kwenye makambi. Nami nawatia moyo kwamba katika kambi hili vijana wetu tuwasaidie waende. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waende kwenye makambi wakakutane na Yesu, waishi maisha mbali na nyumbani. Waishi wakiwa mbali na wewe. Yaani ukipiga simu wanaendeleaje sana. Usitake hata kuongea naye, achana naye akae huko hata wiki moja. Tabia mtoto kama ukikuwa na tabia mayai hapo. Kwani nikisema hivyo ni wakwaza. Ni mwenyewe mzazi sasa hivi. Wao msitishi. Ninayo mapagani yangu mawili yako hapo. Yanasumbua kichizi. Kwa hiyo hata msitishi kwamba hamna. Na waachaga hapo wakae peke yao na kwamba mimi siko na nini. Labda pia na utakusi tu tamani kubeba na nini hivi. Inatokea. Lakini tujitahidi kuwapa watoto malezi kana kwamba hautoishi naye. Hata kama nafasi ikitokea huko naye, ataishi katika misingi ambayo wewe ulimwezesha. Ninawaita tusome neno la Bwana sura ile ya 8 na mstari wa 28. Kama umefika useme amina. Kanisa la huko nje kama umefika sema mtifu. Yanasema hivi, nasi tufanya nini? Hamjafika, fungueni Biblia watu wa Mungu. Mbona umekuwa hivi? Si tumesema out fast. Mbona fungueni Biblia? Sasa taanza kuwataja kwa majina. Uzuri na wafahamu karibia wote kwa majina. Mzee Stanley, Bwana asifiwe sana mzee wangu. Nasi twajua ya kuwa nini? Jamani, katika nini? Mungu hufanya kazi pamoja na wale wafanya nini? Katika kuwapatia nini? Yaani wale walioitwa kwa kusudi. Kichwa cha somo kinasema katika hali zote. Katika hali zote. Tuombe. Baba mwema na Mungu mtakatifu, tunakuhitaji uzungumze nasi. Kwa sababu ni kwa mazungumzo utakayoyafanya ndiyo atakayotupatia furaha, tupatia amani, tupatia faraja, tupatia kugeuka, kuacha njia zetu ovu na kukugeukia wewe. Tunafungua mioyo yetu mbele zako ili wewe uyajaze mapenzi yako ndani yetu ili tufanane na wewe. Ninakusihi katika ibada ya leo, dhihirika ukitubariki katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Mathayo, hilo ni fungu kuu. Tutakuja kulisoma baadaye kabisa. Ila neno letu mchana wa leo limejengwa katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11. Ningetamani Sireta apate microphone asome hilo fungu au mafungu. Sijajua yuko wapi mtu wa Mungu. Patieni microphone. Patieni chapchapa. 13 fungu la pili mstari hadi wa 6. Yohana Mathayo 11. Soma mtu wa Mungu. Mathayo 11 mstari wa pili hadi wa 6. Soma. Neno la Bwana nasema, ndio. Na Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake wakamuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayasikia na kuyaona. Vipofu watapata kuona, viwete watatembea, wenye ukoma watatakaswa, viziwi watasikia, wafu watafufuliwa, na maskini watahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Amen.
ya Mathayo sura ya 11, nimependa sana fungu la kwanza. Yohana akiwa gerezani anasikia nini ambacho Yesu anafanya katika mitaa. Lakini Luka pia ameifafanua vizuri. Ufafanuzi wa Luka anapozungumza Mathayo anaposema kwamba nendeni mumwambie Yohana kwamba vipofu wanaona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia. Luka yeye anasema ya kwamba ukisoma Luka sura ya 7 anasema hivi, saa ile ile Yesu akafanya tena huduma ambazo zimetajwa hapo. Wakashuhudia jinsi watu wanavyokuwa wakiponywa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Alafu anahitimisha akimwambia hivi, nendeni mkamwambie Yohana haya mlioweza kuyashuhudia. Nilichokipendea kitabu cha Mathayo, Yohana akiwa gerezani, ila namna ambavyo Yesu alijibu hoja au swali la Yohana Mbatizaji ni kwa vitendo. Watu wengi leo wanaweza wakamchanganya Yohana Mbatizaji na Yohana mwanafunzi wa Yesu. Na unaweza ukashangaa Yuda. Ukishangaa huko Sudan, hayo ni majina ambayo hata ukiyasoma katika nilipokuwa nikisoma historia ya Yohana baada ya kuzaliwa Yohana Mbatizaji, ndugu zake na baba yake wakaja, yani baba zake wakubwa nani wakaja. Wakasema, sikiliza, huyu mtoto aitwe kwa jina la baba yake. Baba yake na Yohana alikuwa akiitwa Zakaria. Kwa hiyo huyu mtoto aitwe kwa jina la baba yake. Muda huo mzee Zakaria unajua amepigwa na ugugu. Hivi unakumbuka vizuri. Muda huo Zakaria ni gugu. Amepigwa, tutakuja kujua kwa nini alipigwa gugu. Akasema huyu mtoto haruhusiwi kuitwa jina hilo, maana kuzaliwa kwake taarifa ililetwa na mbingu. Na hata jina tayari limekwisha kutolewa maalum, ataitwa Yohana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yohana ni mtoto wa ajabu, amazing child, toka familia ya kikuhani ya mzee Zakaria. Huyu mzee katika huduma yake akiwa na mke wake Elizabeth, baada ya kuoana wakiwa vijana na hata wakiwa wazee, hawakufanikiwa kupata mtoto. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hivi kumbe najaribu kuangalia huduma ya mzee Zakaria. Wanakuja familia ambayo ina changamoto ya kupata mtoto, anawaombea, wanapata nini? Msikilize vizuri, amkeni. Yaani familia zinakuja, mtumishi utuombee, maana ni muda mrefu hatujapata mtoto. Anaomba Zakaria pamoja na mke wake. Ile familia iliyokuja kuombewa majira ya kama hayo mwakani inapata nini? Mtoto. Lakini yeye katika utumishi wake ameendelea kumwomba Mungu ampatie mtoto na hapati mtoto. Bali Bwana asifiwe sana. Si huwa mnadhani kwamba watumishi wa Mungu, wachungaji, wazee wa kanisa wao hawana changamoto? Mnapaswa kuelewa ya kwamba pamoja na kwamba Bwana amewapa jukumu la kuwalea, kuwasimamia na kuhakikisha ya kwamba wanawasogeza karibu na mbingu kila wanapoitwa leo, wana changamoto zao. Hichi kitu huwa tunakisahau, na ndio maana kama jambo linapomtokea kiongozi tunaweza tukalisema kwa namna yoyote kana kwamba yeye amequalify kuingia mbinguni, na ukasahau kwamba kazi ya Mungu ni kupokezana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na watia moyo wa watumishi wa Mungu ambao wameendelea kutumika katika kanisa hili. Ninajua ya kwamba mna changamoto, na Yesu pia anajua mna changamoto. Nataka niwatie moyo ya kwamba wakati huu ambapo changamoto zetu zitaondolewa. Haijalishi umeimba kwaya kwa muda mrefu kiasi gani, lakini huoni matokeo, umekuwa mtu wa kufunga na kuomba kwa muda mwingi. Nataka nikutie moyo ya kwamba dumu katika imani, changamoto itakuja kuondoka. Njia hufunguka tunapokuwa tukisafiri na sio kuwa tukiwa tumekaa. Kama kuna vikwazo tunakutana navyo, na Bwana anatengeneza njia. Lakini nimependa nilipokuwa nikisoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Mwanene Injili anasema kazi kubwa ambayo alikuwa akifanya Zakaria, alikuwa akiombea taifa katika mmomonyoko wa maadili. Hii ilikuwa ni ombi lake na muda wote akiwa ameingia katika huduma katika chumba cha matakatifu. Kazi hii aliendelea kuifanya kwa sababu katika kipindi hichi Rumi ndio ilikuwa imepewa jukumu la
Wayahudi. Alidumu kuomba. Wayahudi walikuwa wakileta tamaduni na mila zingine ambazo zilianza kuathiri hata ibada. Kwa hiyo aliendelea kumsihi Bwana adumu, watu wa Mungu wadumu kulinda maadili na utakatifu wa Mungu katika maisha yao. Lakini jambo jingine, alimsihi Bwana aweze kumleta Masihi atakayeweza kuwakomboa Wayahudi kutoka katika mikono ya Warumi. Jambo lingine aliendelea kusihi, aliendelea kumwambia Bwana, Bwana nisaidie nipate mtoto. Hayo matatu yalikuwa ni maombi yake kila panapoitwa leo akiingia katika huduma patakatifu. Sikiliza, Zakaria akiwa katika zamu yake kuhudumu, na walikuwa akiingia kila juma. Hii juma ilikuwa ni juma la Zakaria, anapoingia katika patakatifu ili kuinua taifa kwa Bwana, anakumbusha maombi yake matatu makuu mbele za Mungu. Nataka nikwambie ya kwamba kila kusanyiko linapokuwa likitokea, jitahidi kuwa na mambo ya msingi ya kuja nayo katika ibada. Acheni ibada ya mazoea. Unapokuja katika ibada, hakikisha una jambo muhimu la kumletea Bwana. Acha kuja kwenye ibada kama fashion. Acha kufanya mikusanyiko kuwa sehemu ya kawaida. Unapokuja kutoka nyumbani kwako, mwambie Yesu, leo nina ajenda yangu, na ajenda yangu ni ile ile. Bwana, mwaka huu nahitaji unipatie familia bora. Bwana, leo nakuja na ombi langu ni kupata mtoto. Zekaria katika utumishi wake alidumu kuomba hayo mambo matatu. Alikuwa akiombea taifa, lakini mambo yake matatu hakuwahi kuyaacha. Wewe watu wakajana hapo mimba baada ya yeye umeanza kukata tamaa. Wewe huyu aliyekupa ndoa anashindwa kukupatia mimba. Anashindwa. Yaani amekupatia mume, ashindwa kukupatia mtoto. Shida ni kwamba tunasahau mara chache sana, kusahau wema wa Bwana. Tunasahau haraka sana. Zakaria akiwa katika huduma yake, anamsihi Bwana kwa yale mambo matatu. Anamwambia Bwana, leta taifa la Israeli mikononi mwako. Naomba uendelee kuwalinda, uendelee kuwashikilia maadili yetu yasibomoke. Tukawe na maadili yanayokupendeza. Kabla hajamaliza, anamwambia Bwana, sikiliza, ninaamini ya kwamba niko ahadi ya kwamba Masihi anakuja. Nami ninakusihi kwa huduma hii, endelea kutimiza ahadi yako. Lakini Bwana, jambo la tatu, ninakukumbushia jambo langu lile ambalo tumezungumza kwa muda mrefu. Naomba mtoto. Sikia, katika saa ile maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Luka, kulia kwake akamuona malaika mkuu Gabriel. Semeni amina. Amen. Gabriel ametumwa kuleta majibu. Na kwa sababu hawa ndio mafuta, alitazama Gabriel akatazamana. Akamwambia, sikiliza Zakaria, maombi yako yamepata kibali machoni pa Bwana. Na katika majira haya utakwenda kupata mtoto. Haleluya. Baada ya Zakaria ameomba kwa muda mrefu asome amina, na hapo umetoka kuomba asome amina, na iwe kama ulivyosema. Anasema sasa hilo jambo litawezekanaje? Wanazungumza na Gabriel. Litawezekanaje jambo hilo? Na unaona kabisa mimi tayari nishakuwa mzee. Hakuna uzee kwa jina la Yesu katika ufalme wa Mungu. Sikilizeni niwaambieni, huyu Zekaria si ndio alikuwa ni kuhani, alifundisha habari za Ibrahim na Sara? Amesahau kiasi hiki? Jamani, kuna muda tunasahau uwezo wa Mungu. Huyu alikuwa ni mwalimu, anafundisha watu. Sikiliza niwaambieni, Sara alipata mtoto katika uzee wake. Alafu zamu yake naye ana changamoto kama ile ya Sara. Zamu yake akupata jibu, anasahau alichokuwa akifundisha. Hivi umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri mpaka hapa? Malaika kutaka mazungumzo ya muda mrefu akamwambia, sikiliza, kwa sababu hili ni neno la Bwana na wewe umelitilia shaka, utakuwa Mungu mpaka mtoto atakapozaliwa. Yule mzee kwa sababu muda wa huduma imeisha na amekaa muda mrefu, watu wanasubiria majibu ya ibada, wakamuona mzee Zekaria anatoka katika chumba cha patakatifu. Ametoka kufanya ibada na amechoka. Mzee vipi? Anasema tu kama wanavyozungumza watu. Sijajua alikuwa anazungumzia lugha hii au vipi. Lakini Biblia inasema akawa akizungumza tu kwa ishara. Lakini kwa sababu alikuwa akizungumza na Mungu,
Maandiko yanasema uso wake ulikuwa uking'aa. Haleluya! Wakasema ya kwamba taarifa iliyoko ni njema. Nataka nikwambieni ya kwamba Bwana bado yupo kazini. Yeye aliyempatia Sara mtoto katika uzee, akampatia mtoto Zekaria katika hali ya uzee. Sijajua unahitaji nini katika hali ya uzee ambao unadhani umechelewa. Bwana hachelewi, wala hakawii, wala hawai. Daima yuko on time. Jamani, Bwana asifiwe sana. Shida ni kwamba tunashindwa kuingia katika kalenda za kibingu. Na ndio maana tunadhani tumechelewa, na ndio maana tunadhani kwamba tumewahi, na ndio maana tunaamua kujitafutia msaada nje na Mungu. Tulia hapo hapo, ratiba ya mbingu ikikamilika. Hata kama utakuwa na mama msoka na umekwambia ni biolojia, kiukweli haiwezekani, itawezekana. Ni amuelewi Mungu anapofanya kazi. Nataka niwaambieni ya kwamba baada ya hiyo taarifa, Elizabeth mkewe Zekaria na Mariamu ambaye ni Bikira Maria ambaye ni mama yake na Yesu ni mtu na dada yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wakati haya yanatokea, Maria hakuwahi kujua neno lolote. Miezi 6 baadaye, miezi mingapi? Gabriel anarudi tena katika ile ule mji. Anakwenda Zamri kwa mdogo wake na mtu. Anakutana na binti mmoja ambaye hajamjua mume bado. Haleluya. Malaika Gabriel anamtokea na anamwambia Bikira Maria, anampa taarifa atamzaa Yesu. Huyu atakuja kuokoa watu wake. Maria akamwambia, itakuwaje jambo hili na mimi sijui mume? Akasema ya kwamba Roho wa Mungu atakushukia. Baada ya maneno hayo akasema, na iwe kwangu kama ulivyonena. Jamani, Bwana asifiwe. Nilipokuwa nikisoma na kutana na Gabriel akitoa ubuyu kwa Maria. Hivi umeelewa vizuri? Anatoa ubuyu, anamwambia sikiliza, na hata dada yako Mungu amemkumbuka katika uzee wake. Hivi umeelewa vizuri? Kama tukipata muda siku nyingine tutakuja kufundishana habari za siri za Mungu. Yaani watu wa Mungu tuna siri za nani? Na ndio maana katika maombi Mungu anaweza akakufunulia kitu fulani. Anaweza akakwambia kitu fulani. Na mimi kiukweli jambo hili limekuwa likinitokea. Asubuhi ninapokuwa nikiamka, Bwana anaweza kaniambia leo omba kwa ajili ya kanisa. Nikaomba kwa ajili ya kanisa. Maombi yangu ya asubuhi kiukweli kabisa huwa ninaomba kulingana na Roho alivyoniambia. Maombi yangu asubuhi huwa naomba kulingana. Naweza nikaota ndoto na Bwana akaniambia omba kwa ajili ya marafiki zako. Tena sio kama marafiki zako hapa kanisani, hata ambao nimesoma nao. Sikilizeni, wiki iliyopita katika maombi nilipoamka asubuhi katika maombi Bwana akaniambia leo kwa ajili ya marafiki zangu ambao tumesoma nao. Lakini watu ambao nilikuwa nawaombea sura zao zinanijia na nawakumbuka vizuri. Shule ya msingi. Tuna grupu la shule ya msingi ambao tumesoma. Nikampigia simu yule mtu kumjulia hali. Nikasema bro, naomba niombe. Nimefungwa na ulevi vibaya mno. Hivi si Bwana ameniambia kwamba niombe kwa ajili yako? Bwana anajua siri zake, ameziweka kwa watu wake. Ipo siku tukipata muda tutajifunza vizuri. Gabriel anamwambia naomba nikumegee tu kwa kifupi, uwe na amani kwamba jambo hili litatokea kweli. Hata dada yako katika umri wa uzee Bwana amemkumbuka, na mwakani atapata mtoto. Mpaka tunaongea hapa mtoto yuko tumboni, ana miezi 6. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, ana uwezo wa kutukumbuka. Anapatia taarifa na baadaye malaika anaondoka. Hii ni kusema ya kwamba hii familia ilikuwa ni familia maalum kwa ajili ya utume. Hii familia ni kaa maalum kwa ajili ya utume. Hapa yuko Yesu, hapa yuko Yohana. Nakumbuka Yohana pamoja na Yesu wamepishana muda mfupi tu. Maana saa ile iliposema neno la Bwana lilitimia. Bwana Mariamu akafunga safari kwenda kwa nani? Kwa dada yake. Alipofika kwa dada yake, mtoto Yohana akiwa tumboni alifanya nini?
alirukaruka. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza, baada ya ile salamu, Elizabeth hakuambiwa habari zozote kuhusu Mariamu. Elizabeth, Biblia inasema akajawa na Roho, akasema umebarikiwa kuliko wanawake, ambayo ilikuwa ni sala ya hao ndugu zetu. Maneno hayo aliyatamka baada ya Roho kumgusa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo yani Elizabeth anazungumza mambo ambayo hakuwahi kuambiwa, ila muda ule ule Roho amemfunulia, anamwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Wanatheolojia wanasema ya kwamba muda ule hawa ndugu walisalimiana, maana ni ndugu wa kiutume. Yesu anamuona, Yesu yuko tumboni kwa Maria, alafu kule Yohana yuko kwa Elizabeth. Anamuona, anamwambia Roho, vipi huko? Ni muda wako, muda sio mrefu unatoka kwa ajili ya kutengeneza njia. Mnaelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi nini? Hivi si mnaona jinsi anavyofanya kazi? Haleluya kanisa. Hawa watu wanafanya kazi. Yohana pamoja na Yesu ni mtu na kakake, ni mtu na mdogo wake, mtoto mama mdogo, mtoto mama mkubwa. Subira mwalimu nisikilize kabla hujatoka. Yaani ninachozungumza hapa ni kwamba yuko Gershoni, yuko Dani. Gershoni ni wa Zainabu na Dani ni wa Subira. Ni mtu na mdogo wake. Ndivyo ilivyokuwa kwa nani? Kwa Yohana pamoja na Yesu. Muda ulipofika, Yohana anazaliwa, na anazaliwa wakati ambapo taifa likiwa katika mmomonyoko wa maadili niliokwisha kuambia hapo awali. Na baba yake alikuwa akiendelea na huduma. Baba yake alikuwa tena aendelee tena na huduma. Na katika mantiki hiyo anakutana na hali ikiwa ni mbaya. Na katika utume wake Yohana anawaita watu kutoka katika mmomonyoko wa maadili kuja katika toba ya kweli. Injili yake ni tubuni na kuiamini Injili. Jamani, Bwana asifiwe. Ameendelea kuhubiri hilo na ameendelea kulisisitiza, kwa sababu taifa lilikuwa limechafuka, na aliyekuwa kitawala alikuwa ni Herode ambaye ni Antipa. Herode ni jina la kiutawala. Herode ni jina la kiutawala. Kama mnaweza kukumbuka kisa cha Yesu, yule Herode ambaye alikuwa akitafuta watoto wa kiume kuwaua, aliposikia kwamba kuna mfalme amezaliwa Uyahudi, akaagiza ya kwamba watoto wote wa kiume wauawe. Sasa huyu ambaye anatawala wakati Yohana anazaliwa ni mtoto wa Herode mkuu. Yeye anaitwa Antipa. Huyu mfalme alikuwa ni Mrumi, lakini moyo wake ulikuwa ni wa unyenyekevu wa kupokea maandiko. Jamani, Bwana asifiwe sana. Moyo wake ulikuwa ni unyenyekevu na kupokea maandiko. Yaani akisikia neno limesema lazima ashtuke. Sasa shida ya huyu Herode Antipa, alikuwa anapenda sana sketi. Sema sketi. Ndio kimbona useme. Vijana wenzangu tuseme sketi. Basi tuseme sketi. Nikisema sketi si mtakuwa umenielewa vizuri. Baba Kichogo atakuwa hajaelewa, si ndio? Bye, umenielewa vizuri. Hujanielewa? Simama nikwambie. Kama hujaelewa simama nikwambie. Kama kuna kijana hajanielewa simama. Nataka nizungumze zile lugha zetu, ili mama Msoka na mama Pafu na mama Jera wasituelewe yani. Tuongee vijana. Huyu Herode alikuwa ni Mrumi. Hakuwa Myahudi. Alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa akisikiliza mafundisho ya Wayahudi na alikuwa akiyaelewa. Na akisikia Bwana amesema hivi, alikuwa ananyenyekea. Lakini shida, weakness, udhaifu wa Herode ilikuwa ni wanawake. Yaani kwa sketi ikipita lazima afanye U-turn. Akiona amepita mwombe lazima aangalie, lazima screenshot, yaani lazima akodoe, lazima date kwanza hapo. Shida kubwa ya Herode. Naona sasa mnaanza kumkodolea macho Herode. Wewe ndio ni mshiriki wa kanisa, ndio ni mzee wa kanisa, ndio unaimba vizuri. Udhaifu wako ni upi? Hata na Herode alishalala mauti. Shida usimwangalie tena Herode ambaye alikuwa ni mfalme na anapenda sana sketi. Wewe hapo ndio mwalimu wa kwaya, sawa, unaimbisha vizuri, tunaimba vizuri. Udhaifu wako ni upi? Katika leo zama hizo Mungu alimtuma Yohana kumwambia Herode ya kwamba acha mara moja unachokifanya, kwa sababu umemchukua mke wa
na alisikia hilo neno. Lakini shida ikawa ni huyu mwanamke aliyemchukua. Sikiliza, wewe una mamlaka yote, mtaweza kukutukana hivyo. Sikilizeni niwaambie, injili ya Yohana ilikuwa imenyooka hivi. Alikuwa angalii sura, angalii tabaka, angalii cheo. Yaani wewe ukijichanganya unakutana nalo. Kama tungekuwa na Yohana katika zama hizi, sikilizeni niwaambie, katika hili taifa, Yohana angesimama madhabahuni na kusema hivi, utekaji sio mpango wa Mungu. Na ukisema hivyo unataka kunipoteza nani? Simnihurumie, bado sasa ni mdogo. Yaani alikuwa kama utawala unafanya ndivyo sivyo, anasimama na kusema. Katika zama hizi tunahitaji roho ya Yohana katika vijana. Tunahitaji roho ya Yohana katika kanisa, tuseme amina. Ambao tutakapoona uovu kwa jinsi ulivyo, tutaukataa na kusema huu ni uovu na Bwana hakubaliani nao. Tuache unafiki. Jamani, Bwana asifiwe sana. Siku zote ukitikisha meza ambayo wamekaa watu wakubwa, inabidi ujiandae kwa lolote litakalotokea. Oda iliyokuwa imetolewa ni kwamba Yohana auawe, lakini kwa sababu Herode alikuwa akimpenda huyu mtu na aliyokuwa akiambiwa alikuwa ni ya kweli, aliamua tu kumweka gerezani. Mara baada ya kuwekwa gerezani, sikilizeni niwaambie, kisa kinaendelea kuisha, msilani. Najua nimewachosha. Mmezoea tu chapchap na ndoto. Na sikiliza, wakati Yohana anawekwa gerezani, muda huo ndio mdogo wake ambaye ni Yesu Kristo anaingia mzigoni. Haleluya. Tunajua kwamba Yohana ndiye aliyembatiza Yesu. Anaingia mzigoni. Yohana hajui ratiba za kimbingu. Yohana hajui kwamba amekamilisha taratibu zake na ratiba ambayo Bwana alimpatia. Yohana amewekwa gerezani. Lakini Yohana anachofanya ni kwamba ninaamini yuko Masihi anakuja kutukomboa. Na akija kunikomboa na mimi nitatoka nje. Umeona hiyo nadharia iliyokuwa nayo Yohana? Usimuone hiyo nadharia. Na hiyo nadharia ndio ambayo tunayo leo hapa. Ndio tuliokuwa nayo. Kwa sababu ninaimba kwaya, kwa sababu ninahubiri, kwa sababu nilikuwa mzee wa kanisa, kwa hiyo mabaya hayawezi kunikuta. Who told you? Yohana alibadilisha, aligeuza mioyo ya watu. Watu wengi walibatizwa kwa injili yake, lakini muda ulipofika alitoka gerezani. Sikiliza, alipotoka gerezani Yesu anaingia mtaani. Anaendelea alipokuwa ameishia Yohana. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu haina mwenye nayo hapa. Yaani unapokuwa ukiitwa kutumika, nyenyekea, shukuru, shuka, mwambie Bwana asante, naomba unisaidie nifanye kwa zamu yangu. Hakuna mtu mwenye kazi yake hapa. Ni kazi ya Mungu. Na muda wako ukifika, kwa namna fulani ambayo Bwana ataona ni vyema, utaondoka. Sasa Yohana amekaa gerezani, asikii ndugu yake mtoto wa mama mdogo akienda kumtembelea. Hivi mnajua Yesu akumtembelea wapi? Watu wa Mungu, hivi mnanielewa vizuri? Unajua Yohana amewekwa gerezani na Yesu hakuwahi kupeleka gerezani. Hivi Yesu alikuwa na moyo wa kikatili kiasi gani? Huyu Yesu anayesema hivi, tuwahurumie watu, tuwatembelee magerezani, tuwape chakula walijaa, alishindwa nini kwenda kumtazama mdogo wake, mtoto mama mkubwa, tena mtangulizi wake katika injili? Alishindwa nini Yesu? Je, hakuwa na taarifa kwamba mdogo wa ajili kaka yuko gerezani? Mnijibu, hakuwa na taarifa. Yesu hakuwa na taarifa kabisa kwamba mtangulizi wake katika utume ametiwa gerezani. Kwa sababu jambo la Yohana halikuwa jambo la familia. Jambo la Yohana lilikuwa ni jambo la kitaifa. Nabii aliyekuwa akibatiza watu yuko gerezani. Yesu hana habari, anaendelea tu, kapita Samaria, kabadilisha kaponya wagonjwa, kapita wapi? Anaendelea tu na mkuzi wake mtaani. Hana habari kabisa. Yesu amekuwa na moyo mgumu kiasi gani? Na hivi ndivyo inavyokuwa pale ambapo Yesu anaporuhusu mabaya yanatufika. Huwa tunauliza yuko wapi? Mioyo yetu inapokuwa ikiumia, huwa tunauliza alikuwa wapi? Yesu yuko wapi? Atazame ninavyoteseka, atazame ninavyoumia, angalie ndoa ilivyokuwa chungu, angalie uchumi wangu, angalie ninavyodhalilika. Bwana uko wapi? Nataka nikwambie yupo, na baada ya tena kazi katika Amina. Hii Yohana elewi.
Sikiliza, Yohana alikuwa na wanafunzi wake ambao bado wako mtaani, ambao tena wamepoteza ushawishi. Anawaambia, sikilizeni, njoni niwaambie. Biblia inasema ni watu wawili. Luka anasema ni watu wengi. Nendeni mkamuulize Yesu. Hivi Yesu ni wewe au tumtegemee mwingine? Yaani ni nini? Sikuelewi Yesu. Umeshindwa kuja kuniwekea dhamana nitoke, sawa. Yaani hata kuja kuniletea uji gerezani umeshindikana. Saa hii Yesu akaendelea na huduma. Akaponya wengine. Akawapa watu kusikia, akawapa watu kuona, akawapa watu kutembea, akafufua na wengine wapo. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 7 juu utaona mapendo makubwa ambayo Yesu ameyafanya. Na mpaka anakuja kukutana na wanafunzi wa Yohana, anaendelea kutenda msikilizeni. Simuona kilichotokea hapo? Simuona umati jinsi ulipopona? Nendeni mkamwambie Yohana kile ambacho umekiona. Unawekwa katika kipindi ambacho Bwana anaona anatenda kazi kwa watu wengine. Ile listi, nchi yako watu wote wanagoa. Unaona watu wote waliomaliza nao chuo wana kazi. Unamwambia Bwana, inakuaje kuhusu mimi? Bwana, unioni? Tazama ninavyojitoa. Unioni Bwana? Bwana anakuona na bado anatenda kazi. Jamani, Bwana anakuona na bado anatenda kazi. Shida ni kwamba hujajua ratiba ya kimbingu kwako. Nataka niwaambie katika mchana wa leo, katika hali zote Bwana anatenda kazi. Haijalishi yuko kimya, anatenda kazi. Katika hali mbaya Bwana anatenda kazi. Katika hali ya mauti Bwana bado anatenda kazi. Ni sisi ndio tunapaswa kuelewa ratiba za kimbingu ni zipi. Watu utakapolielewa hili, yaani hata kama utaingia tunduni kwa simu, hata kama utapigwa na mawe, ni salama rohoni mwako. Bwana asifiwe sana. Yesu amenyamaza kimya, Yohana yuko gerezani. Na kama haitoshi, ikawa ni sherehe ya kuadhimisha umri wa mfalme Herode. Binti wa Herode akakatika pale fresh kabisa. Wageni wakashangilia, vurugu zote, watu wanakula wamefurahi. Mfalme kwa sababu amejaa sifa akasema, binti yangu, usikilize vizuri binti yangu. Sema chochote nikupatie. Binti akakimbia chapu kwa mama. Mama! Ya Yesu. Yaani kisu kikarudishwa kwa mchinjaji. Niambie, baba amesema niombe lolote, hata nusu ya ufalme wake atanipatia. Ndio achana nusu ya ufalme, wewe tayari ushakuwa mwana wa kifalme. Niambie hivi, nataka kichwa cha Yohana kwenye sinia saa hii. Akarudi mbele ya watu. Baba, nataka kichwa cha Yohana. Mfalme akiwa katika hali yake ulevi, na muona akiwa umezinduka kidogo. Na kwa sababu amealika watu kutoka sehemu mbalimbali, anamwambia mpe. Mfalme kwa sababu alishasema na neno lake ni amri. Sisi tunaomba hapo kwamba neno la mfalme ni amri. Ukisikia serikali imeelekeza, serikali imetoa amri. Sio kajichanganya, swali elekeza. Serikali imeshauri. Hiyo shauri ni amri. Kulingana na matukio yanayoendelea, serikali imeshauri watu wasitembee usiku wa manane. Yaani hiyo ni amri. Sasa wanaotekeleza hiyo amri utakutana nao wakiwa kazini wamepiga magwanda. Utaulizwa sasa hivi ni saa ngapi? Kitambulisho chako, una majibu yanayojitosheleza, utaenda kulala sento, utatupigia simu tutakuja kukutoa. Lakini serikali silishauri tu. Kwa hiyo mfalme akiwa katika hali hiyo akasema basi wacha kichwa cha Yohana kikatwe, maana na lista kikudhalilika. Yohana amekatwa kichwa. Sio jambo la kifamilia, ni jambo la kitaifa. Yesu anasikia, Yesu yupo na bado anaendelea kuponya watu. Nilitegemea kwa sababu anafufua watu. Mtu aliyepaswa kwenda kumfufua alikuwa ni nani? Yohana. Kwa nini Yesu hakwenda kumfufua Yohana? Kwa nini hakwenda kumfufua Yohana wakati muda huu anafufua watu? Kwa nini hakwenda kumfufua kaka yake? Yohana anakatwa kichwa, kichwa kinachukuliwa, kinawekwa
kabisa. Mama anajua kabisa kwamba mpinzani wake amemalizwa. Sasa anaweza akaishi maisha ya raha na huyu mume wake. Nataka nikwambie ya kwamba kuna muda ambapo watakatifu wa Bwana, tumaini kuwa kwa maana kulimeeleza, shetani ataruhusu kujaribiwa kwetu. Hata waaminifu wanaweza wakalala na tukaona kwamba Mungu amenyamaza, tukaumia, tukasema kwamba Mungu hayupo na sisi. Mungu yupo na bado anatenda kazi. Mungu yupo na bado anatenda kazi. Yohana amekatwa kichwa. Je, Mungu alikuwa atendi kazi? Anatenda kazi. Watu bado wanafufuliwa, watu bado wanaponywa. Ilikuwa ni kitendo tu cha Yesu kusema leteni kichwa chake na kiwiliwili chake. Akachomeka kichwa kwenye kiwiliwili na Yohana akapata uzima na kuendelea. Kwa nini Yesu hakuweza kumfufua? Yesu anaonekana kukaa kimya katika maisha yako katika engo gani? Neno la matumaini katika mchana wa leo ya kwamba Yesu yupo na bado anatenda kazi. Yesu anaonekana kutokuhudhuria katika maisha yako katika engo gani? Je, ni uchumi? Je, ni mahusiano? Ndoa yako, watoto hawaeleweki? Ukizaa huyu ni bora yule aliyetangulia. Ukizaa huyu ni mvuta bangi. Ukizaa huyu ni tapombe. Huyu ni kahaba. Na wewe ni shemasi. Wewe ni mzee wa kanisa. Wewe ni mchungaji. Unashindwa kuelewa, unasema Yesu, nimekukosea nini? Yesu yuko mtaani anachapa kazi. Tukilielewa hivi, wasafiri wenzangu kwenda mbinguni, katika hali zote tutadumu kumtumainia Bwana. Katika hali zote tutadumu kumtumainia Bwana kwa sababu yeye yupo na anatenda kazi. Nataka niwatie moyo katika mchana wa leo. Tunapitia katika nyakati ngumu. Nyakati ngumu kabisa ambazo zimetupatia kulia kwa machozi. Nataka nikuambieni ya kwamba wakati utafika, utalia kwa machozi kwa ajili yako, utalia kwa machozi kwa ajili yako. Lakini hii haitojalisha. Kitu kikubwa ni kwamba umekufa katika nini? Jamani, Bwana asifiwe. Umekufa katika nini? Sio sasa naondoka mwimba besi wetu. Naomba mnielewe vizuri, na unielewe kwa masikio yako ya kiroho. Ameondoka mwimba besi wetu, ameondoka pianisti wetu, ameondoka siunani. Nataka nikwambie katikati ya kuondoka, Bwana bado anafanya kazi. Ameondoka mzee wetu wa kanisa, alikuwa akituhubiria hapa, akisimama alikuwa analibariki kanisa. Nataka nikwambie katikati ya mzee wa kanisa kuondoka, Bwana bado anafanya kazi. Sikiliza nikwambie, ndio ni mume wako, ndio ni baba tegemezi wa familia, baba tegemezi wa ukoo, ameondoka, Bwana bado yupo anatenda kazi. Nataka niwatie moyo kanisa, tukazane mwendo. Hata kama tutakufa kifo cha namna gani, tufe katika Kristo Yesu. Naomba kitu chochote kisitokee kitakachotutoa katika mstari wa safari kwenda mbinguni. Chochote kisikutenge mbali na upendo wa Mwokozi. Mambo ambayo yatadhuru miili yetu, yatadhuru maisha yetu, Bwana anatenda kazi nayo. Lengo lake ni kutupatia mema. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 amesema hayo. Maisha yetu huwa ni matamu na ni mazuri kama mema tu yanakuja katika maisha yetu. Ayubu anamuuliza mke wake, je, tupate mema tu tusipate mabaya? Kumbe hata mabaya pia yanayoweza kutumiza ni mapenzi ya Mungu. Natia moyo katika mchana wa leo. Natia moyo kanisa katika asubuhi ya leo ya kwamba tusiruhusu kitu chochote kitutenge katika Bwana. Kitakapokuja kitukute tuko katika Bwana. Hata kama Herode akiamuru sisi kukatwa vichwa, tukatwe katika Bwana. Mbaki hapo mnang'ang'aa tu bwana sio nini. Mara maelezo alijaidi hivi. Wewe tulia, zongoja zamu yako ifike. Utakufa katika nani? Nataka niwaambie, mimi ni kiongozi wenu wa kiroho. Mimi ni mzee wa kanisa. Haijalishi nina mapungufu gani. Na wala sina shareholder yoyote katika dini.
Lakini wale ambao tutashinda katika dunia hii, tutakutana na Edeni. Bwana asifiwe sana. Wewe kaa tu hapo na ndugu yako. I know very well. Naamini hivi. Amemaliza ukurasa wake. Yohana amemaliza ukurasa wake, umefungwa. Unaweza ukaomba, Bwana uko wapi? Bwana tukuone ukitenda. Bwana tukuone ukisikia. Bwana sababu mimi bwana niko natenda kazi. Ni wewe tu, muda wako umeisha. Rest in peace bro. Muda wako ukifika, pumzika. Na kupumzika kwetu ni Bwana anapumzika na lala mauti. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa ukihuzunika, unapokuwa ukiumia moyo, huzunika kama mtu mwenye tumaini. Nataka niwaambie ya kwamba tuhuzunike kama watu wenye matumaini. Tuache lawama. Hata kama alikuahidi kitu fulani, alikuahidi ndoa, alikuahidi nini, yeye amemaliza mwendo wake. Sikilizeni niwaambie neno moja tu alilokuwa akizungumza yule mtu, mniombe. Uniombe. Inafika hatua alipiga simu hata kwa watu ambao alikuwa haelewani nao, akaomba msamaha. Alafu wao wanatokea tutaki msamaha. Bro, sister, you are going to die. Utakufa mdomo wazi. Na Yesu atakuja, kaburi la Edeni linafunguka, yule mawinguni. Wewe uliyebeba dhambi za Edeni, you will remain there. Na watia moyo ya kwamba Bwana bado anafanya kazi. Huzunikeni kama watu wenye matumaini. Achaneni na kifo cha Edeni. Angalia kifo chako. Utakufaje? Kama mimi ningeruhusu leo ungelala vipi? Ndio swali la msingi. Kaa hapo unahuzunika uliambiwa ndo. Achana nayo hiyo. Angalia sasa hivi neno hili limekwisha kitamko katika maisha yako. Ukafa kwa bodaboda, utakufa upande gani? Yesu alipolia kifo cha Lazaro, hakulia umauti wa Lazaro. Alilia kwa sababu ya dhambi. Tulie kwa sababu ya dhambi zetu. Wewe tuhuzunike kwa ajili ya dhambi zetu. Kanisa tuhuzunike kwa ajili ya dhambi zetu. Hizo ndizo zitakazotufanya tusiuone umilele. Yesu anaporudi tena, tutaweza kumlaki mbinguni. Yohana amekufa. Yohana kaka yake na Yesu, ndugu kabisa na Yesu. Yesu hakuwepo pale, alikuwepo. Amewekwa gerezani, Yesu hakuwepo pale, alikuwepo. Yohana anakufa kifo cha aibu, na mfufua watu yupo na kumfufua. Kuna muda mtatamani, ninakumbuka kisa cha Pastor Kikiwa wakati amefariki tukiwa Temeke. Watu wanasema tutapata wapi tena mchungaji? Na Kikiwa alikuwa ni jembe kweli la kazi. Nakumbuka ubiri la Pastor Lekundayo mpaka leo katika maisha yangu. Anasema msikodolee macho jeneza. Kodolea macho dhambi zako zitakazo kufanya usimuone Yesu anaporudi. Tusilie kwa sababu ya Edeni. Tulie kwa sababu ya dhambi zetu. Na kama wito ungetolewa mchana wa leo, ningetamani kila mmoja ajiscreen na ajifanyie screen, ajichunguze kwamba leo ikitokea nimelala katika dhambi. Na hilo ndio likawa ni kilio chako kikuu katika mchana wa leo. Kumwambia Bwana nisaidie. Bwana niongoze. Bwana nitie nguvu. Zamu yangu itakapowadia nilale katika wewe. Jamani, tulale katika Bwana. Si mnaona ninawahubiria hapo? Mnajuaje nikipanda hapo kwa pikipiki nikagonga hapo mlima wa kwenda Buza? Mtalia kwa sababu yangu? Mlie kwa sababu ya dhambi zenu. Na mlie tu kwa sababu mtanimisi. Then for the short time utakuwa umesahau kuhusu Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nazungumza haya moyo wangu ukiwa umejawa na maumivu makali sana. Nazungumza haya moyo wangu ukiwa umejawa na huzuni nyingi sana, kiasi ambacho mngetamani mngefunuliwa, mngeelewa nini ambacho nakizungumza. Kitabu cha Warumi sura ya 8:28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi la kwake. Katika mchana wa leo, jua kusudi lako ndani ya kanisa. Jua kusudi lako ndani ya kanisa. Hilo kusudi ulitende hata utakapokuwa umepatwa na jema, umepatwa na baya, liwe ni kwa utukufu wa Mungu. Jua kusudi lako. Kusudi lako kanisani ni lipi?
kusudi lako ni lipi? Huyu mtunzi wa nyimbo 127 kuna ubeti unaosema kwamba Bwana, himiza siku ya kuja na panda itakapolia, Bwana utakaposhuka nisiogope. Wakati Yesu anaporudi mara ya pili kwa ajili ya ufufuo wa kufufua watu kwa ajili ya milele na kwa ajili ya mauti ya milele, mimi nitaogopa? Nitakuwa upande gani? Hilo ni jambo la msingi. Lakini kwa sababu nimekufa na nimemtumainia Bwana, hata anapokuja nitakuwa ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Dhambi zangu zote huwekwa msalabani. Usimame tupeke watu. Ni salama.